yuko ndani anakusubiria. Basi sawa, twende. Karibu. Huyu ndio yule mpenzi wangu. Karibu mkwe. Shikamoo. Shikamoo. Marahaba. Basi sawa, ngoja nikamchukulie. Bye. Samahani mkwe. Najua wewe ni mgeni. Lakini hapo kwenu, nyumbani kwenu. Kwa hiyo hakuna ugeni. Samahani, naomba unichukulie remote hiyo, najua miili tena kwa na pressure. Kwa kawaida. Baba, huo si mvua huo. Vipi tena? Mbona upinde? Ya dawa. Kaka. Hiyo mekaje? Hiyo ni kawaida kwa vijana. Akasika amekuelekeza kwamba hiyo ni dawa. Hapana. Huyu ni kijana ambaye anataka kumuoa binti yetu. Sasa dawa gani? Mimi najua mtoto wa kiume anavaa ushanga hapa kononi. Sasa ushanga mkubwa kama huo, utasemaje ya dawa? Baba, wewe mtu wapi? Mtu wa pwani. Pwani vipi anasijakuelewa? Mtu wa Lindi. Anaonekana kijana yupo vizuri, ila sasa kwa matendo haya blaza sio mchicha mwiba huyo. Make huyu yani ndo tumuozeshe mwanetu. Yaani mwanetu brother. Hapana. Kijana samani. Hapa ndo hakuna. Lakini dawa kiume. Hata ikiwa dawa ya mgongo, hapana. Yaani mimi siwezi kuozesha binti yangu. Hivyo nikupatie binti yangu mimi. Naomba uende. Kwa nije lini tena? Nenda! Naomba taratibu ondoka. Mimi siwezi kumuozesha mwanangu mcheza baikoko kama wewe. Kaka, unaelewa kweli? Blazangu mbona ile swala unajitetea sana? Lakini ndio ameshakuelekeza kwamba wewe ni dawa. Usikute kakaangu nao nakupima oili. Sio kweli. Mimi na mke nyumbani. Siwezi nikafanya mambo kama hayo. Mako kuoa sio tatizo. Tatizo unaweza ukaoa na ukajaza ujazo. Kitu kama hicho haiwezekani. Mimi namuogopa sana Mwenyezi Mungu na swali yani. Alikifanya mazingira kama hayo, haipendezi hata kidogo yani. Ila kwa hili hapa